Yawezekana umewahi kusikia, kuona, hata kusimuliwa. Kumbuka, kuna zama zamani, kuna zama kuzama kwenye mto, na kuna hii zama za ubaya. Hadithi ambayo ina visa na vituko. Hadithi ambayo inaanzia mwanzoni kabisa mwa mwaka 1962 mpaka mwaka 1990. Kumbuka tu, kipindi hicho nchi hii ilikuwa imeshatoka tu kwenye utawala wa mkoloni. Nchi hii ilikuwa bado haijaimarika kiuchumi na kijeshi. Hivyo kulikuwa na makundi ya kihalifu yaliyokuwa yanafanya biashara haramu. Matukio mengi makubwa na ya kutisha yalikuwa yanafanywa na vikundi vya aina mbili vyenye nguvu zaidi kuwahi kutokea katika ardhi ya nchi hii. Kundi la kwanza lilikuwa ni X Gang. Hawa walitisha vibaya mno, lakini wakiongozana na Chi Gang. Hapo ndio moto ulipowaka. Ndugu yangu, hili ni kundi gani? Hili ni kundi la Chi Gang. Mwanangu, hili kundi hatari. Hata tunavyotembea, yani hatua zetu tupige taratibu. Tukisema twende kwa nguvu, ndugu yangu, tutakula hasara. Haina noma. Jamani, pumzikeni hata kidogo basi. Au ni masuala ya kike. Ungetaka kupumzika ungebaki na mkeo geto, ungakata vitunguu. Hapa mtoto wa kiume ndio maana uko hapa. Kaza mtoto wa kiume, tembea tuondoke.
Ile kundi la X-Gang. Ili mdogo wangu ili ni hatari. Naona kwanza vishoka vile. Niona. Sasa tuwa na kumeisha. Mzigo upate. Nadhani mmekuja na mzigo, au sio? Samahani. Mzigo tuliopata tulifanikiwa kupata vizuri. Lakini kipindi tunarudi tulivamiwa na kundi la watu ambao hatukuwatambua. Kwa hiyo tumejaribu sana kupambana nao. Ila tumeambulia kipigo, tuna mzigo wamechukua. Zote huwezi kutegemea kwamba kwa watu ambaye nawaamini na tunafanya kazi, yaani kama hivi kwenye hili kundi, sijawahi kufikiria kwamba leo mtakuja kuzungumza laini. Hivi mnajua thamani ya mzigo nini? Mnajua thamani ya mzigo una ukubwa gani? Alafu nakuja kuniambia hili rahisi tu, mzigo watoto kiume mnazungumza kama kama vile laini hapo watoto yani. Lakini mnajua sheria ya hili kundi, si ndio? Sheria ya hili kundi, mtu anapofanya kosa huwa ni adhabu gani anafanya, si ndio? Si mnajua? Sasa sheria yetu haiwezi kuvunjika na haijawahi kuvunjwa. Sasa kwa wakati mwingine nitakuja kukaa vichwa vyenu. Nahitaji mzigo niuone hapa, na nahitaji mzigo patikane, iwe mvua iwe jua, kwa hali yoyote mzigo nahitaji, la sivyo ndio tafanya kama nenda poteni. Hawa ni akina nani? Bosi, kipindi tunatoka hapa, tunakuta katika imara yetu. Ila wanaambiwa na jambo muhimu sana nataka kuzungumza na wewe. Nafikiri wapi nafasi wasikilize. Hiyo mna shida gani na mimi? Yeah. Wewe. Yaani nazungumza mimi na nyinyi
mnazungumza? Ni wapumbavu ni? Au ni tuondoka na vichwa vyetu sasa hivi. Sawa? Bosi, na taarifa nataka nikupe kuhusiana na ule mzigo. Ongea. Mzigo umefanyaje? Ule mzigo aliochukua wale vijana sio mzigo wenyewe. Mzigo wenyewe upo sehemu. Kwa maana hiyo wale wamechukua mzigo fake. Unaweza ukanionyesha mzigo uko sehemu gani? Hebu wapatie hao vijana. Haya. Nataka sasa mniambie mzigo unapatikana wapi? Mzigo unapatikanika godauni namba 28 mtaa wa Mlimani. 28. Yeah. Kwa hiyo una hakika mnachokizungumza? Kweli tena na uhakika. Na uhakika. Kweli. Sasa nisikilizeni kwa makini. Kama takuwa mnanidanganya au kama huo mzigo usipopatikana, hivyo vichwa ni halali yangu. Sawa. Wewe nani na umefuata nini hapa? Kuna taarifa tumewaletea. Taarifa? Taarifa gani? Kisu iko. Kisu. Tulia wewe. Naambia sasa. Sikia nikwambie, ule mzigo mliochukua sio sahihi. Yaani sio wenyewe. Sio OG. Ni kweli mheshimiwa. Mzigo kweli sio wenyewe. Mzigo fake tumepigwa. Mzigo wenyewe uko wapi sasa? Mheshimiwa, tunahitaji senti 30 ya kutoa taarifa hizi.
Kaka samahani. Hapa uwaga watu hawavuti sigara. Alafu miguu umeweka juu, huo sio ustaarabu. Shusha basi chini. Labda nikuulize kitu Imara. Unatujua sisi ni akina nani? Au unalopoka tu? Kuwa na nidhamu unapokuja kuongea na wanaume kama sisi. Na unapojua kwamba kuna wanaume wamekaa, kuwa na heshima. Fiata mdomo. Sijui unanielewa? Lakini mimi sijakwambia kwa ubaya. Kwa sababu hiyo meza tunaweka chakula. Sasa, sio kesi wala nini. Tuletee chakula. Sahani ngapi? Wewe malaya vipi wewe? Sahani ngapi na watu kwa ngapi? Watuagize sahani 10, 30, 50 au kama vipi lete 50. Sasa mimi si nimeuliza nataka kujua. Changanya kongolo bana lete chakula. Umeniuliza. Wakasema mimi nataka chakula. Sahani ngapi? Hawajaniambia. Sasa wewe mbona mzeme sana? Kwa nini unashindwa kuambia bana kuhesabu? Sio kuanda ile pale. Alafu mimi sitaki watu wavivu, kazi itakushinda. Wewe kuhesabu unashindwa pale kuhesabu. Umetupatia wapi wewe? Kama kazi imekushinda unasema, sio unasema niambia, wewe unajua kuhesabu pale. Unajua kuhesabu? Shikilia huko au wote. Tia kibao. Wewe umesema kutuma chakula pale. Na wapo wanne umeshinda kuhesabu. Na hela yako asipotoa na kukata. Ishara. Legea. Sasa utakapoka gani? Peleka huko. Fanya haraka ujichukue na hizi hapa hizi. Jamani. Wewe fanya haraka Aisha. Tembea wakati miguu kwa nini nafunza? Fanya katana kwa. Ila bosi, kwa taarifa za chini, ule mzigo ambao tulikuwa tunapambania haukuwa mzigo original. Kwa hiyo ndio watu kwa taarifa ya ule mzigo ninaujua. Ule mzigo upo godauni namba 28. Inabidi tufanye juu chini upate ule mzigo. Acha ujinga. Hizo habari sio za kuzungumzia maeneo kama haya. Wewe uone kuna fala pale.
moja jitambue mtu mzima. Aisha, hivi usikia au? Wewe kiziwi au? Nasikia kwa asikia kidogo. Achukue pesa kule. Nini? Na ukiondoka na hela yangu, utakuja kuilipa hiyo. Achukue hela yangu pale, kachukue. Kachukue hela yangu hapo na usikii. Na nisaidie kuchukua hela. Sio ni tu mwenyewe, kwani kuna shida gani kwenda wewe? Nasema kwanza chakula nimepeleka mimi. Wewe unabisha nini hapo? Dada, nilikuwa naomba na sasa hivi nisaidie kwenda kuchukua hela. Na kwenye mshahara pia mtasaidiana hivi. Sasa sikiliza. Mimi naenda ila siku nyingine simsaidii mtu hapa. Lakini kawaida yetu kusaidiana nenda bwana. Ndio naenda leo, siku nyingine unaenda mwenyewe, mambo ya kusumbuliwa sitaki. Mimi stage yangu ya kuosha vyombo, wewe kazi yako kwenda kuhudumia chakula. Mambo ya kusumbuana mimi sitaki. Kama unanisaidia nenda. Unajua sura zangu zikomaa. Jana maji. Mbona nimekuja kudai hela? Kwa nini maji hakuna kwaje hela sana ndani? Maji hapa. Ndio senti ngapi? Senti 50. Mbona pesa kubwa sana alafu chakula chenyewe kilichotumika hapa vijana wangu hawajashiba. Kaka, chakula chote hicho ndio chakula cha aina gani? Mimi na hisi dada hatutoelewana. Hebu niitie aliyotudumia mwanzo. Yamekuwa ili tuje tueleweshane. Samahani, mimi naongea afu unaondoka. Mimi sawa sana. Wewe dada wewe. Mbona za wewe? Mimi naongea na afu unaondoka, maana yake nini? Mimi naongea na wewe unaondoka, maana yake nini? Afu dada kuja nikupigie makofi mpaka watu watakushangaa. Wewe chukulia simple tu maisha. Wewe vipi mbona unatazama hivyo? Unatazama kwa dharau, unatazama kwa makini vipi? Wewe kwa kama vile unataka kunijua sana. Toa miwani hiyo tuangaliane vizuri. Angalia kwenye macho manne, maana yake nini? Dharau hii. Watu kulia simple maisha haya. Wewe unajui mimi nani? Yaani uliza mtaa mzima huu. Wanajua Chingeng ni nani. Oya. Oya. Jamani, ndugu zangu, habari za saa hizi? Kama mnavyojua, leo ni siku yetu ya mnada. Nimekuja na biashara leo, nimekuja na bidhaa aina mbili. Kuna bidhaa ya madawa pamoja na bidhaa ya silaha, ila anaanza kuitangaza bidhaa ya madawa. Nimesononeka sana, nimehuzunika mno kwa kupoteza muda wangu. Mzigo. Mimi nafikiria mnanishia biashara za maana, kumbe mnanishia biashara za kitoto hizi. Muda mwingine sirudie tena.
wangu, huko ndani hakuna chochote kinachoendelea. Ni upuuzi mtu. Umefuata nini hapa? Nimefuata mzigo maalum kwa ajili ya First Master. First Master, kilimkuta nini? First Master alipigwa na risasi tukiwa katika harakati zetu za kila siku. Wakati mwingine muwe makini sana. Mimi niliwaachia huu mji ukiwa katika hali nzuri. Huu mji niliwaachia vizuri sana. Mnafanya kazi kitoto. Huo mzigo sitaki wao niletee. Kijana wangu ndio nataka niletee. Ni nani huyu? Bosi, huyu ndiye second master. Wewe ndio ulionipigia vijana wangu, si ndio? Naona unaingia kwenye mifupa ya watu. Unaingia kwenye miji ya watu kujiamini kwa kufanya unachotaka, si ndio? Famia!
Wameshamaliza kazi yao kikosi B? Boss, kwa hali tuliyoacha pale, sidhani kama atatokea. Hebu kanichia wale wapelelezi. Changamka, fanya haraka. Pelekee master dawa. Master, nimeleta dawa. Master wapi? Asifahamu, amenikabidhi tu dawa niondoka. Naomba nitie daktari. Sawa. Master anahitaji daktari, kamwiteni daktari. Kachi. Wewe, mwenzake yuko wapi? Nimemkosa bosi. Wewe umenitia sana. Kwanza vijana wangu kupigwa na wameumia kwa ajili yako wewe. Unaweza ukaniambia usikani master kajuaje kama alikuwa kuna mzigo pale? Na wewe ndio nilihakikishia mzigo uko pale na unapatikana. Bosi, unaulizwa wewe? Wewe unaonekana unakula huku na huku. Yaani ex-gang unawapelekea taarifa, si ndio? Alafu chingeni pia unatuletea taarifa. Ina maana hapo unatuyumbisha ubongo wetu. Unacheza huku
huku. Ni unakula huku, unakula na huku. Sasa ahadi yangu ni ile ile. Lazima niondoke na kichwa chako. Lazima niondoke na kichwa chako. Ngoja. Usiniue. Ninajua jinsi gani ya kuweza kumuua huyo second master. Kuna vijana wawili wauaji wa kusini, hao ni hatari, wanaweza kumuua second master. Hao ni wauaji hatari sana, washafanya matukio makubwa na ya kutisha. Moja ni tukio walilofanya ni kumjeruhi kiongozi wa X-Men. Una uhakika unachokizungumza? Ndio, na uhakika. Hao wakifika hapo na hisi watakusaidia kwa kiasi kikubwa. Naomba usiniue. Naweza nikaenda kuwachukua na nikakuletea. Please, naomba usiniue. Pokea. Pokea! Nenda nje, niache nifanye kazi yangu. Master, naenda kufanyia upasuaji tuitoe hii risasi. Taratibu. Sema ndugu wangu, inabidi uzani pokali sana na mazoezi. Asili wanakudunga sana.
nikuonyeshe maganzi. Hawa wajanyoka ili wako sawa kwenye akili yako. Wewe niambie wauaji wako wawili. Sasa mbona wanaelekea mmoja? Hawa wako wawili. Kijana mmeleta mmoja kwa ajili ya majaribio. Sasa wewe labda tumekwambia kitu kimoja. Sijawahi kumwamini kijana yoyote kirahisi au mtu yoyote bila kumfanyia majaribio. Yoka, zima hiyo sigara. Nadhani unajua majukumu yako. Sasa wewe, ibuka. Usikatae naye. Wale, sasa.
toka mara moja. Naenda kwa daktari kuchukua dawa kwa ajili ya First Master. Usindikize Master. Karibu. Vipi? Nisaidie nini? Karibu.
Mbona hawa wauaji hawaonekani? Mpaka sasa hivi hawajarudi. Wakati ulisema kwamba wale dakika 2 wanamaliza kazi, au kazi wameshindwa? Sinawauliza, je, siwezi nikawa nimekaa hapa na nani yoyote wakati mpaka sasa hivi majibu hakuna kwa kazi niliyowapa hawa. Ibidi tuwafate kule kule ili nikajue kazi wameshaifanya vizuri au wameshamaliza kazi. Kijana, ondoka. Wewe angalia usalama wa mazingira yote na uhakikishe kila kitu kiko sawa. Sawa? Kwa makini. Aise, uliwasifia sana, ukasema hawa ni hatari, ni wauaji wa kusini, hawajawahi kushindwa kitu. Leo naona wamekufa kizembe sana. Ulikuwa unanipamba. Bosi, unaulizwa? Vijana waueni. Bosi. Samahani bosi. Usinishike. Samahani, naomba nisikilize. Kuna kitu cha samani sana. Ukikipata hicho, naamini exchange yote inapotea na utakuwa tajiri. Acha Mungu, naomba uniamini. Bwana mdogo, unajifanya wewe ni mjanja sana. Unanipa maneno mazuri ya kunipamba, kunihakikishia kitu ambacho kumbe ni cha uongo. Kauli yangu kwamba sijawahi kumwamini mtu yoyote. Naomba uniamini. Yaani hicho kitu ni cha samani. Yaani hicho kitu nikikuletea hapa, yaani utakuwa bonge la bosi. Yaani utakuwa unamiliki vitu vya samani. Akia Mungu tena nakwambia. Sitaki maneno mengi. Mbona unaongea sana? Unaongea mpaka unanitemea mate. Sikiliza nikwambie. Atabaki mwenzio. Wewe nenda, utakapoleta iko kitu utakuja kumkomboa mwenzio. Hayapotea. Mungu tena nakuletea. Wewe nenda wapi? Tulia. Ondokeni. Samahani wakubwa. Nina matatizo. Nina ndugu yangu ametekwa. Kwa hiyo naomba mnisaidie. Nipatie ile hazina yenu ili nikapate kumkomboa. Nitahapa kiasi chochote kile cha pesa. Unaweza ukaenda. Hatuuzi sehemu ya ibada yetu.
Ile hazina nyinyi ndio hiyo hapa. Ndiye kuahidi. Naomba umwachie ndugu yangu. Nisikilize. Kama leo utanidanganya, leo ndio itakuwa mwisho wa maisha yako. Hii ni gramu 300 na ni sawa na senti 3,000. Yaani kwa sasa tutakuwa matajiri ulimwengu kote katika hii dunia. Sidhani kama kuna mtu ataweza kutusogelea kwa utajiri ambao tutakuwa nao. Sasa Yo, hebu kaangalia kuna nini? Wewe nani? Tunaongea na wewe hapo? Wewe mdudu gani?
Habari yako mkuu? Habari yako kiongozi? Salama, shida gani? Mzigo sana tumekuletea leo. Lazima gani? Hebu tuione. Sasa sikia. Ili tuweze kufanya biashara inabidi mpaka master wa kwanza na master wa pili waje waione. Sawa. Master, ile mizigo kule bandarini ilishafika. Kwa hiyo kama utapata wasa na mwili kama utakuwa na ruhusu kidogo, utakuwa una unafuu, tunaweza tukaenda kuiona. Naomba nitie sekali master. Sawa. Master, vipi hali yako? Nashukuru Mungu, naendelea vizuri tu. Kulingana na maelekezo ya daktari, alisema unatakiwa upewe muda mrefu wa kupumzika. Ulitakiwa uendelee kupumzika mpaka pale utakapokaa sawa. Sidhani kama ina umuhimu. Naona naweza kuendelea na shughuli zangu. Mbona nasikia kama kuna makelele huko? Au ni vijana wanafanya mazoezi? Master, tumevamiwa na kiumbe wa ajabu. Kiumbe wa ajabu? Mtu tukaone kuna nini? Master, wewe ungeendelea kupumzika kwa sababu naona bado hujakaa sawa. Hili swala nitalimaliza mwenyewe. Haina haja.
Twende tukaone. Kumbe wenyewe ajabu ni yule pale. Ulisema tuna usalama wa kutosha na tuko sehemu salama. Sijaona usalama tuliokuwa nao mpaka sasa hivi. Inakuwaje watu wanatuvamia hapa? Na hawa viumbe wanatuvamia ni akina nani na wanatoka wapi? Master, kama nilivyokudokeza awali, chanzo cha yote ni ile hazina. Ningeomba ningeenda kuchukua ili nikuridhishe kwa maelezo ukiwa unaiona. Nenda kailete. Hii ni hazina ya thamani sana. Ni hazina inamilikiwa na viumbe wa ajabu sana wanaoishi chini ya bahari. Viumbe hao wanaishi baharini, ni aina ya samaki kama watu. Hazina hii imetufikia kupitia mikono ya watu wengi sana. Imekuja na wale wapelelezi wawili. Hazina hii iliuziwa Third Master. Ndio sababu ya kutufikia sisi. Hivyo wale viumbe wanahitaji hazina yao. Third Master yuko wapi? Third Master yupo hapo, yupo kwenye chemba hapo, anaugulia maumivu. Amejeruhiwa sana na wale viumbe. Master, hazina hii haikuwa kwenye mipango yetu. Unaonaje tukawarudishia hao viumbe ili kuepukana na matatizo yasiyokuwa ya lazima? Usinifundishe kazi. Ondoka. Master, nina mashaka na Second Master. Second Master ana uchu wa madaraka. Anahitaji kuchukua nafasi yako, na usipokuwa makini anaweza akakupoteza. Fanya tathmini kwa kina, utaligundua hilo. Na niliweza kulijua hilo kipindi ambacho unauguza lile jeraha. Alikuwa akijibidisha sana kupambana kuhakikisha kwamba ikiwezekana hata ya kuondoe. Kwa hiyo akili kukichwa. Basi hivyo utaondoka. Tumalize. Maarifa, hebu njoo mara moja. Mkuu.
Nimekuja mkuu wangu. Hebu kusanya vijana, kuna kazi tunataka tukaifanye. Mbona umeshachelewa mkuu? Nilimwona second master akiwa na kundi la vijana. Nilijua ushamwagiza. Anawezaje kukusanya vijana bila kulipa taarifa? Nishakwambia mkuu. Wafahari wawili hawawezi kuishi katika zizi moja. Lazima kuna mmoja atamzidi mwenzake ujanja. Napenda sana madaraka yako, napenda sana ufanisi wako wa kazi. Naomba uwe makini sana na second master. Anaweza kukuondoa. Waruhusu waingie. Na biashara nataka kufanya. Waacheni. Karibu. Sijaje kwa ubaya. Kuna kazi nataka kufanya. Kuna kijana nataka kumwona. Ni nani huyo? Ni second master. Kwa nini? Ni msaliti. Okay, sawa. Hata mimi pia kanumizia vijana wangu. Kunywa mchuzi, nyama ziko chini. Second master, nimekuita hapa nikutume mizigo yetu kati ya ile mizigo ambayo uwaga unaifuata. Lakini leo nakutuma bondeni mtaa wa Afrika. Uende pale utapata mzigo utakuja nao. Na unaweza ukaenda. Sasa sijui master, kwa mtazamo wako unalionaje wazo? Hayo ni sawa, ninakuelewa. Naomba kaniingie head master. Sawa. Zuri master. Nimekuita hapa nataka kuzungumza na wewe. Najua unamwamini na kumkubali na kumpenda sana second master. Lakini nataka nikufahamishe kwamba sasa hivi second master haendi na taratibu za kazi zetu. Kiasi kwamba mimi kama first master nimekaa nimeona kwamba hanifai. Msaliti. Hivyo basi msaliti siku zote kwangu njia yake rahisi ya kumfanya asiwe karibu na mimi ni kifo. Na kikubwa ambacho nimekushirikisha hili kwamba uchague. Ikiwa utaendelea kumkubali na kumsapoti second master, kwangu umenirahisishia kabisa, maanake kwamba umeamua kuchagua njia ambayo yanaelekea kifo. Lakini pia una maamuzi ya kuchagua kingine ambacho cha upande wa pili ni kwa upande wangu kwamba kubaki na mimi na uendelee kuwa salama. Sijui unaniambia nini juu ya hiyo. Master,
sijaona ubaya yote kwa second master. Na sijaona usaiti wake wote. Sikia. Nimekupa njia mbili. Kwa roho safi kabisa na kwa mapenzi kwako. Chaguo lako sahihi ndio itakaonirahisishia mimi kukuchukulia kwa upande gani. Ukiamua kubaki kwangu, umebaki mahali salama. Unaona kwamba hana tatizo na unapenda kwamba angeendelea kuwepo, moja kwa moja unachagua njia yake. Kwa hakuna mjadala. Chaguzi ni hizi: kifo kama second master au kumkataa na kubaki na mimi. Master, mimi siona ubaya wote wa second master. Na kama kuna mahali umepishana basi muyajenge. Sikia. Haina haja, basi nenda. Wewe umefuata nini hapa? Master anahitaji kichwa chako. Njoo uchukue kama unaweza.
Unapoendelea kupambana na mimi, unajipotezea tu muda. Mdogo wako Third Master ameshatekwa na huwezi kumkuta salama. Na utamkuta shako. Mnampeleka wapi huyo? Hamwezi kwenda na huyo kabla hatujamalizana na mimi. Yeah. Wewe ni nani na hapa ni wapi? Mimi ni yule kijana niliyowaletea hazina. Na hapa ni nyumbani kwangu. Ila nakufahamu kama wewe Second Master. Na wale viumbe waliokuvamia na kumteka kaka watatu. Wale viumbe mimi nawafahamu. Na ninajua jinsi gani ya kuweza kuwaangamiza. Kuna upanga upo chini ya bahari. Inapaswa ukauchukue. Ila unavyoenda huko kuna vitu vya kutisha. Inahitajika uwe mvumilivu na jasiri. Utapitia changamoto nyingi sana mpaka kufikia huo upanga. Ila nina jambo moja. Ukishafanikisha jambo lako, na mimi na jambo langu, naomba unisaidie. Sawa. Ni changanyo yako, changanya hadi dawa huku. Ukishamfuta hivi ndio unachoma ganzi. Yaani baada ya kusafisha na povidone. Ganzi. Kwa muda huu basi naandaa ganzi. Oya, hii ni ajali kazini. Siku zote anachofanya kitu Mungu huwa anabariki. Na hivi ukiona mtu ameumia ujue kazi ni bora. Kwa hiyo ina maana mwisho wa siku Mungu atabariki. Damu huwa haimwagiki bure. Damu haimwagiki bure. Leo damu kwake. Stand by.
Sogea tu tayari. Au unaipima? Utakuja kuipima shoti yake. Hapa tunapiga nini? Mwanzo wa mwisho. Sawa. Stand by. And action. Sawa. Stand by and action. Cut, sawa. Action. Umesikia? Ndio maana wewe Yaani bado hivyo mimi nikataka kupiga. Sasa mimi si mfupi wewe mrefu. Wewe ulipiga kwa juu kidogo. Mbona hivyo hivyo nikakutana nacho?